Na rais wetu, mimi nakuuliza kwa heshima, ukanyagia hapo kama kiongozi kama chairman wa budget, kuna kitu inaitwa debt. Na wewe umekuwa mtu wa kuongea, sio Kenya peke yake, kwa nchi zote za ulimwengu. Kuna watu wanajiita multilateral, wale wanakopesha nchi kama sisi pesa, na wanawake pamoja na watu wengine wanaitwa credit rating agencies. Wanakuja wanapoint nchi kama ya Kenya na ingine, wanasema ati hawa wanaweka maneno baya ya maneno ya madeni. Wakienda kwa watu wengine developed countries, wanaweka sukari kidogo, na hiyo iko na ramifications. Rais, wakati ambao Greece ilikuwa inaenda kuomba katika pesa ya Eurobond, wakaenda kwa market, wao walikopeshwa pesa na below 1%. The same time Zambia walikuwa wanakopa pesa, walikopeshwa na kama 10%. Na already Greece has ever defaulted. Hiyo maneno unafanya ya kutetea nchi kama Kenya, waangaliwe na jicho moja kama nchi zingine, itapunguza ile pesa tunaspend katika madeni, na hiyo pesa ikienda chini, hiyo pesa inakuja kwa maendeleo ya barabara na maji na yale mengine. Na ukanyagia hapo rais, maneno yote ambayo tumefanya ya budget ni maneno ya hawa wadosi wetu raia wa Kenya. Maneno ya masomo umeangalia, maneno ya kukwamua zile barabara zimekwama, na maendeleo mengine ya kupeleka Kenya mbele. Sisi tulikuchagua na tukakupea kura yote, na ukakuwa rais na unatuongoza vizuri. Hii maneno ya dialogue iko Nairobi. Mimi nikiomba kama lazima ikue, agenda number 1 inaweza wekwa kama weather. Wakikutana wanaulizana, leo kuna jua, kunakaa kunyesha, na maneno kama hayo. Maneno ya uongozi wa Kenya, tuko na kiongozi na ni rais wetu. Maneno ya kupunguza bei ya maisha, hiyo rais already unafanya. Hii maneno ya dialogue, wasifike pahali wafikirie kuna kitu inaitwa mkate nusu, na wasifike wafikirie kuna serikali ya kupitia kwa mkato, kwa sababu mimi najua hakuna mkate nusu, and no one should dream about mkate nusu, kwa sababu hiyo hakuna. Na hayo mengi, asanteni sana. Your Excellency, you know I and many people, your supporters, in millions, were against these talks with these Azimio people. But when you decided we talk, we don't argue with you, we agree. Lakini ile agenda nimeona imewekwa pale kwa mazungumzo rais, we don't agree with it. Ati agenda number 1 is to audit the 2022 general election. How? Those people have no capacity. There is no constitutional provision for anybody to audit a general election. That audit was done by the Supreme Court, and a decision was made, and you are declared validly elected and sworn in as the President of the Republic of Kenya. Sasa hii watu wakutane, ati waongee ati uchaguzi ilienda namna gani? That, Your Excellency, we don't agree with, and we would like to ask that agenda to be dropped from those talks, because there is no constitutional provision. The matter was concluded. The Supreme Court pronounced itself. On the 13th of September, you are sworn in as the President of the Republic of Kenya. You are doing a good job. Hakuna mtu nalalamika. Sasa ati kuenda tuanze kuongea mambo ya uchaguzi. Nyinyi mnataka tuongee mambo ya uchaguzi? Your Excellency, we cannot allow an agenda to discuss at to audit the general election. Sisi tulikuchagua na wewe ulishinda. And if anybody has a doubt, it is not these people. Hiyo maneno tulimaliza. So tunauliza that agenda should be dropped from the talks. Sikina waendelee nayo, IBC waendelee. Kiti ya cabinet secretary, prime cabinet secretary waendelee. Hii agenda zingine zote waendelee. Lakini wakiendelea rais, mimi na wewe tuendelee kwa kazi ya maendeleo, na hao waendelee kuongea. Ile watasikizana watatuambia. Kama nyinyi mnataka waongee mambo ya 2022, hao watu, if they want a discussion about elections, the discussion is 2027. We can have that discussion. And it's a good discussion. Debe iko pale na wewe iko pale, inaishia hapo. Discussion ya uchaguzi ni kwa debe. Na ni watu wawili, wewe na karatasi na debe. So mnajua hata wale wengine wanapiganga kelele, wako na makelele mingi. Na mimi nimewaambia, mimi sina shida na kelele.
Hata watu ya upinzani, mimi sina shida na watu ya upinzani, wanafanya kazi mzuri, wanakosoa serikali, sio hamjafanya hii, mmekosea hapo, hii hamjafanya vizuri, hiyo ni sawa. Ile kitu nimewakataza ni fujo na vita na kuharibu mali ya watu na kuharibu mali ya umma, kuchoma barabara, kuharibu biashara ya wananchi. Hiyo nimewaambia no. Hii ingine ya makelele hapa katikati, mimi sina shida. Hata waziri siku hizi nimewapeleka bunge. Nimeambia mnataka kuuliza maswali wa bunge, mawaziri na waletea bunge, hata hakuna haja ya kuwatafuta. Sasa wako bunge, uliza maswali yako. Hata wakitaka, nimewaambia kama wanataka ofisi ya leader of opposition, tutengeneze ofisi kubwa. Mimi niko tayari, tutengeneze ofisi kubwa hapo. Mtu ya opposition hako hapo, tumnunulie tarumbeta kubwa hapo kwa ofisi. Awe anatangaza asubuhi, serikali imekosa mali fulani. Lunch time, serikali imekosa mali fulani. Jioni, serikali imekosa hii. Hiyo shida gani iko? Si mimi nasikiza, nikisikia anasema ukweli, si mimi narekebisha. Nikisikia ni makelele, si mimi nawachana naye. Sasa shida iko wapi? Tunaelewana? So maneno hiyo ndio tunataka Kenya isonge mbele. Jameni, tumepoteza muda mrefu hii Kenya kwa mazungumzo ya bure na mambo ya kulumbana ya bure. Ndio Kenya karibu inakwama. Tukaingia huko, tukaletewa mengine, sijui handshake, sijui BBI, rege, sijui nini, Kenya ikapotea. Hatutaki kupoteza wakati ingine tena. We have to use every minute to drive Kenya into the future. Tunaelewana jameni? Watu wa Meru tutashirikiana? Tutashirikiana? Tutashirikiana pamoja, twende mbele pamoja. Munasema hawa viongozi tufanye kazi pamoja. Wale wanasema viongozi wote wafanye kazi pamoja. Very good. Hawa wananchi wamesema tuwachane na maneno ya hapa na pale. Tuungane, tupeleke Meru mbele wakati tunapeleka Kenya mbele.